Kwa jina la Yesu Kristo Nazareth tuli hai, ukiniita Mwalimu Julius utakuwa haujakosea. Tupo katika Revival Ministry, tunamtumikia Mungu pale. Leo nimekuja na ujumbe mzuri kabisa unaosema kwamba mbebe Mungu moyoni na sio katika vitu vya ulimwengu. Ujumbe unasema kwamba mbebe Mungu katika kiini cha moyo wako na sio katika vitu vya ulimwengu. Kwa nini? Kwa sababu watu katika siku za leo wanashindwa kumbeba Mungu moyoni na wanabeba katika vitu vya ulimwengu na wakihisi kwamba wako sahihi. Ngoja nikupe mfano kidogo. Tukiangalia katika habari ya Agano la Kale, katika habari ya sanduku la Agano la Bwana, Mungu wakati anawaelekeza Walawi namna ya kulibeba lile sanduku la Agano la Bwana, aliwaelekeza walibebe mabegani. Ndio maana ilikuwa na miti minne iliyochomoza mbele na nyuma ili walibebe katika mabega yao. Lakini kitu cha kushangaza, Waisraeli wakaona kwamba hili bwana ni zito, tutachoka sana kulibeba. Wakatafuta mikokoteni na punda waliokuwa wakilivuta lile sanduku walipokuwa kisafiri kutoka sehemu moja kutoka nyingine. Kosa la wana wa Israeli, Mungu aliwaambia sanduku mtalibeba mabegani, lakini wenyewe wakatafuta mikokoteni na ng'ombe ambao walikuwa kilibeba lile sanduku na kulikokota. Sasa kitu kinachopelekea na kilichopo katika ujumbe wangu ni kwamba unaposhindwa kumbeba Mungu moyoni, ujue kwamba kuanguka kwako ni rahisi sana. Ndiyo maana wana wa Israeli waliposhindwa kumbeba Mungu katika mioyo yao, waliposhindwa kulibeba sanduku la agano katika mabega yao, wakaliweka katika mikokoteni. Walipofika mahali fulani katika uwanda, unaona lile sanduku la agano likajikwaa katika kisiki fulani, likataka kuanguka. Maana ya sanduku la agano kutaka kuanguka, maana kwamba wewe mtu wa Mungu unaposhindwa kumbeba Mungu, unaposhindwa kuibeba sheria ya Mungu, unaposhindwa kuibeba sheria ya Mungu moyoni mwako, ujue kwamba kuanguka kwako ni rahisi sana. Ndio maana tunaona sanduku la Bwana ambalo liliwakilisha utukufu wa Bwana, waliposhindwa kulibeba mabegani wakaliweka kwenye mikokoteni, lilitaka kuanguka. Kitu cha kushangaza, wakati linataka kuanguka, manake limekosa mtu wa kulibeba vizuri. Akaja mtu mmoja aitwaye Uzia akataka kuliokoa. Wakati anataka kuliokoa, alipolinyoshia tu kidole akafa pale pale. Lengo la yeye kufa sio kwamba alilinyoshia kidole sanduku la Bwana. Lengo la yeye kufa ni kwamba tayari walikuwa wameshakiuka maelekezo. Mungu aliwaelekeza kwamba mlibebe mabegani, lakini wenyewe akaliweka katika mikokoteni. Tunajifunza nini katika ujumbe huu? Na mimi nimelenga kwamba, mpendwa, sheria ya Mungu ni nyepesi. Yesu anasema, njoni kwangu msumbukao na mizigo, jitieni nira yangu na mzigo wangu ni mwepesi. Kuna watu leo hii wameona mzigo wa Mungu ni mzito, wameona utakatifu ni mzito, wameona wokovu ni mzito, wameenda kuubebesha katika mikokoteni kama wana wa Israeli walivyoliweka sanduku katika mikokoteni. Badala ya kumweka Mungu katika moyoni na kumfuata Mungu, wamembeba katika mafuta ya upako, Mungu wamembeba katika chumvi za upako, Mungu wamembeba katika vitambaa vya upako na vitu vyote ambavyo vinakuwa havimtukuzi Mungu. Wanashindwa kuenda mbele za Mungu wao kama wao, lakini Mungu wanamwambatanisha na vitu vingine. Kama tunavyoona Uzia alikufa, basi na sisi hatuko salama hata kidogo. Mungu kutoa nafasi ya Mungu katika mioyo yetu na kuiweka katika vitu vya kidunia, hatuna uhai, hatuna nafasi kabisa ya kuwa salama hata kidogo. Nikuombe wito wa mwisho, mpendwa, usimweke Mungu katika vitu vya dunia. Mungu usimbebe, usimwambatanishe Mungu na vitu vya dunia kama wana wa Israeli walivyomkosea. Mbebe Mungu moyoni mwako, maana amesema sheria yangu ni nyepesi, jitieni nira yangu na mzigo wangu ni mwepesi. Asante na Mungu atubariki sote.